Kila mtu alimdharau, mpaka siri yake ilipobadilisha maisha yao wote. Kila mtu kijijini kivulini alimjua Mzee Baraka, lakini hakuna aliyemheshimu. Kila asubuhi angeonekana akitembea polepole, akiwa na shati lake la zamani, viatu vilivyochakaa na fimbo ndogo mkononi. Watoto walimcheka, vijana walimuita maskini wa kijiji, wazee walimuona kama mtu aliyeshindwa maisha. Yule mzee hana hata akili ya maendeleo, Musa alisema mara nyingi akiwa ameketi kwa kibanda cha chai. Watu walicheka. Hakuna aliyewahi kumwona Mzee Baraka akijitetea. Alikuwa mtu wa kunyamaza. Lakini macho yake yalikuwa na kitu ambacho watu wengi hawakuelewa. Kitu kizito. Kitu kilichoficha maumivu ya miaka mingi. Siku moja, wakati wa mchango wa harambee ya kujenga madarasa mapya ya shule ya msingi, kijiji kizima kilikusanyika. Watu walikuwa wanatangaza kiasi walichotoa mbele ya umati. Mimi natoa 200,000. Mimi natoa mifuko 50 ya saruji. Makofi yalitawala kila upande. Mzee Baraka alikuwa ameketi nyuma kabisa chini ya mti. Kimya. Musa alipomwona, alitabasamu kwa kejeli. Wewe mzee, hata kuku mmoja huwezi toa. Umefika hapa kufanya nini? Umati ulilipuka kwa vicheko. Mzee Baraka aliinua macho polepole. Hakusema chochote. Mama Rehema pekee ndiye alionekana kuguswa. Musa, si vizuri kumdharaulisha mtu mzima mbele ya watu, alisema kwa sauti ya upole. Lakini Musa hakujali. Kijiji hiki kinahitaji watu wa maendeleo, si mizigo. Kauli hiyo ilimchoma Mzee Baraka moyo. Lakini bado hakujibu. Alinyanyuka polepole na kuondoka. Hakuna aliyejua kuwa siku hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa jambo ambalo lingebadilisha maisha ya kila mtu kijijini hapo. Usiku huo, mvua kubwa ilinyesha kijijini kivulini. Kevin alikuwa ameketi ndani ya nyumba yao ndogo, akiwa ameshika faili la vyeti vyake vya chuo. Miaka 2 tangu amalize masomo ya biashara Nairobi, lakini bado hakuwa na kazi. Mama yake, Mama Rehema, alikuwa akiuza mboga sokoni ili wawili hao waishi. Mwanangu, usikate tamaa, alisema huku akiweka chai mezani. Kevin alitabasamu kwa huzuni. Kila mahali wanataka pesa au connection mama. Kabla hajamaliza kuzungumza, mlango uligongwa. Ilikuwa Mzee Baraka. Alikuwa ameloa kabisa kwa mvua. Mama Rehema alimkaribisha haraka ndani. Kevin alishangaa. Hakuelewa kwa nini mama yake alikuwa akimheshimu sana mzee ambaye kila mtu alimdharau. Mzee, karibu upate moto, Mama Rehema alisema. Mzee Baraka aliketi kimya. Baada ya dakika kadhaa, aliingiza mkono ndani ya koti lake la zamani na kutoa bahasha ndogo. Kevin, alisema kwa sauti ya chini, kesho nenda mjini unirudishie hizi karatasi kwa mtu mmoja anaitwa Bwana Otieno. Kevin alipokea bahasha ile bila kuelewa. Alipotazama juu yake, aliona maandishi Confidential Property Documents. Moyo wake ulishtuka kidogo. Mzee, hizi ni nini? Mzee Baraka alimwangalia kwa sekunde kadhaa. Halafu akasema maneno ambayo Kevin hangeyasahau maisha yake yote. Wakati mwingine, watu wanacheka mtu kwa sababu hawajui kile anachokibeba moyoni. Kimya kizito kilitandaa ndani ya nyumba. Mvua iliendelea kunyesha nje, na kwa mara ya kwanza, Kevin alianza kuhisi kuwa huenda kijiji kizima kilikuwa kinakosea kuhusu Mzee Baraka. Asubuhi iliyofuata, Kevin alisafiri hadi Kisumu kumtafuta Bwana Otieno. Safari ilikuwa ndefu, lakini akili yake yote ilikuwa kwenye ile bahasha. Aliendelea kujiuliza kwa nini mtu maskini kama Mzee Baraka
angekuwa na property documents za siri. Alipofika katika jengo la ofisi lililoandikwa Otieno and Associates Financial Consulting, alisimama kwa mshangao. Ofisi ile ilikuwa ya kifahari sana. Mapokezi yalikuwa na watu waliovalia suti kali. Kevin alihisi kama amepotea. "Naweza kusaidia?" Dada wa mapokezi aliuliza. "Nimeletewa hizi kwa Bwana Otieno." Dakika chache baadaye, mwanaume mmoja mwenye suti nyeusi alitoka haraka ofisini kwake. Alipoiona bahasha, uso wake ubadilika mara moja. "Umetoka kwa Mzee Baraka?" Kevin alikubali kwa kichwa. Bwana Otieno alimkaribisha ndani kwa heshima kubwa sana. Hilo lilimshangaza Kevin zaidi. Mzee Baraka hajawahi kuamini watu kirahisi, Otieno alisema huku akifungua faili. Kevin aliona ramani za mashamba, hati za viwanja na nyaraka za uwekezaji. Macho yake yalitanuka. Kwani Mzee Baraka ni nani hasa? Otieno alitulia kidogo, halafu akasema kwa sauti ya chini. Miaka mingi iliyopita, watu walimuibia kila kitu. Tangu siku hiyo, akaamua kuficha maisha yake halisi. Kevin alihisi mwili ukisisimka. Kwa mara ya kwanza, alianza kuelewa kuwa nyuma ya nguo zilizochakaa kulikuwa na siri kubwa ambayo ingeweza kubadilisha kijiji kizima. Wakati huo, kijijini, Musa alikuwa na mipango yake. Alitaka kununua ardhi ya Mzee Baraka kwa bei ya kutupa ili ajenge maduka mapya karibu na barabara kuu. Aliamini mzee huyo alikuwa maskini na asielewa thamani ya ardhi yake. Mzee hawezi shindana na biashara, aliwaambia marafiki zake. Siku hiyo alimfuata akiwa ameketi chini ya mti karibu na nyumba yake ndogo ya mabati. "Mzee, nakupa Laki 5 leo hii. Hiyo ardhi yako hainisaidii wewe." Mzee Baraka alinyamaza. Musa akaendelea, "Ukikataa, serikali itachukua hiyo sehemu wakati wa upanuzi wa barabara." Ilikuwa uongo, lakini Musa alitaka kumtisha. Mzee Baraka alimtazama moja kwa moja machoni. Kwa mara ya kwanza, sauti yake ilikuwa nzito. "Si kila mtu maskini hana akili." Musa alikasirika. "Kijiji kizima kinakujua wewe ni mtu wa kushindwa." Lakini kabla hajaendelea, Neema, mwalimu wa shule, alipita hapo. Alikuwa mmoja wa watu wachache waliokuwa hawampendi Musa. "Musa, acha kumsumbua mzee," alisema. Musa aliondoka akiwa amejawa hasira, lakini hakujua kuwa siku chache zijazo angeanza kuomba msaada kwa mtu yule yule aliyemdharau mbele ya kila mtu. Jumapili iliyofuata kanisani, hali ilikuwa nzito. Pastor Ezekiel alisimama madhabahuni akionekana mwenye mawazo mengi. Kanisa lilikuwa kwenye deni kubwa. Walikuwa wamekopa pesa kujenga jengo jipya, lakini michango ilikuwa imepungua. "Tusipolipa ndani ya miezi 2, benki inaweza kuchukua eneo letu," alisema kwa huzuni. Watu waliinama kimya. Kijiji kizima kilikuwa kinapitia matatizo ya pesa. Biashara zilianza kufungwa. Mazao hayakuwa mazuri. Vijana wengi hawakuwa na kazi. Baada ya ibada, vikundi vya watu vilianza kujadili matatizo yao nje ya kanisa. Lakini mbali kidogo, chini ya mti mkubwa, Mzee Baraka alikuwa amesimama kimya, akitazama kila mtu. Kevin alimkaribia polepole. "Mzee, kwa nini hukuwahi kuwaambia watu ukweli?" Mzee Baraka alitabasamu kwa uchungu. "Kevin, ukiwaonyesha watu pesa, wanakuheshimu kwa sababu ya mali. Lakini ukinyamaza, ndipo unaona mioyo yao halisi." Kevin hakupata jibu. Maneno yale yalimgusa sana. Kabla hawajaendelea kuzungumza, gari jeusi la kifahari lilisimama mbele ya kanisa. Watu wote wakageuka kutazama. Mwanaume mmoja mwenye suti alishuka haraka. Alikuwa Bwana Otieno. Na alipomwona Mzee Baraka, alimkimbilia kwa heshima kubwa mbele ya kijiji kizima. "Mzee, tumekuwa tukikupata kila mahali.
kuna jambo kubwa sana limefanyika Nairobi. Kijiji kizima kikabaki kimya. Musa alihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza, watu walianza kuogopa kwamba huenda walikuwa wamemdharau mtu hawakumfahamu kabisa. Uwanja wa kanisa ulitulia ghafla. Hakuna mtu aliyesema hata neno moja. Bwana Otieno alikuwa bado amesimama mbele ya Mzee Baraka, akiwa amejaa heshima kubwa ambayo watu wa kijiji hawakuwahi kuona mtu akimpa mzee huyo. "Mzee, tumefanikiwa," alisema kwa sauti ya furaha iliyochanganyika na hisia nzito. "Ile kampuni ya Nairobi imekubali rasmi mradi wako wa uwekezaji." Musa alikunja uso. "Huyu mzee ana mradi gani tena?" alinong'ona. Watu wakaanza kusogea karibu kwa udadisi. Pastor Ezekieli naye alibaki amesimama akishangaa. Bwana Otieno akatoa faili kubwa. "Kama ulivyoagiza miaka mingi iliyopita, tumefungua rasmi mfuko wa elimu, biashara ndogondogo na bima ya afya kwa wakazi wa Kivulini." Kimya kizito kilitanda. Kevin alihisi mwili ukisisimka. "Subiri, unamaanisha nini?" aliuliza. Otieno alimgeukia. "Mzee Baraka amewekeza kwa siri kwa zaidi ya miaka 20. Mashamba, majengo ya biashara, sako na hisa mbalimbali." Macho ya watu yakatanuka. Wengine hawakuamini. Musa alianza kupoteza utulivu, lakini mshangao mkubwa ulikuwa bado haujafika. Mzee ameagiza sehemu kubwa ya faida yote itumike kusaidia kijiji hiki. Mama Rehema alishika kifua chake kwa mshangao. "Kwa nini?" aliuliza kwa macho yenye machozi. Mzee Baraka aliinamisha kichwa kidogo. "Kwa sababu niliwahi kusaidiwa na kijiji hiki zamani, kabla watu hawajabadilika." Hakuna aliyesema kitu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, kijiji kilianza kuona aibu ya namna walivyomtendea. Habari zilienea Kivulini nzima kama moto wa nyika. "Mzee Baraka ni tajiri. Anamiliki viwanja Nairobi. Ana kampuni." Watu waliokuwa wakimcheka kila siku, sasa walitaka kusalimia. Baadhi yao walifika nyumbani kwake mapema asubuhi wakijifanya marafiki. Lakini Mzee Baraka hakubadilika. Aliendelea kuvaa nguo zake za kawaida. Aliendelea kutembea polepole na fimbo yake. Siku moja, mkutano mkubwa uliitwa katika ukumbi wa kijiji. Bwana Otieno aliwasilisha rasmi mpango wa Mzee Baraka. Kutakuwa na mfuko wa kusaidia karo za watoto wa maskini. Makofi yakaanza. Mikopo ya biashara kwa wajane. Wanawake wakaanza kulia kwa furaha. Na bima ya afya kwa wazee wote wa kijiji. Ukumbi mzima ulilipuka kwa mshangao. Pastor Ezekiel alifuta machozi. Kanisa lao pia lingesaidiwa kulipa deni. Kevin alikuwa amemkalia karibu Mzee Baraka, akimwangalia kwa heshima mpya kabisa. Lakini ghafla, Musa alisimama. Uso wake ulikuwa mzito. "Mzee, kama kweli ulikuwa na pesa zote hizi, kwa nini uliishi kama maskini?" Watu wote wakamwangalia Mzee Baraka. Alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Halafu akasema, "Nilitaka kuona kama watu wanaweza kuthamini utu bila pesa." Hakuna aliyethubutu kusema chochote, kwa sababu kila mtu ndani ya ukumbi ule alijua ukweli mmoja mchungu. Walikuwa wamemhukumu vibaya, na sasa walikuwa wanajionea tabia zao wenyewe mbele yao. Miezi michache baadaye, maisha ya kijiji cha Kivulini yakaanza kubadilika polepole. Watoto waliokuwa wameacha shule kwa sababu ya karo walirudi darasani. Mama Rehema alipata mtaji wa kupanua biashara yake ya mboga. Kevin alipata kazi rasmi katika kampuni moja ya uwekezaji iliyokuwa chini ya miradi ya Mzee Baraka. Lakini jambo lililogusa wengi zaidi ni kile Mzee Baraka alifanya kwa siri. Alianza kutembelea wazee wagonjwa mmoja baada ya mwingine. Aliwalipia matibabu bila kutangaza. Aliwasaidia wajane kujenga nyumba.
aliwanunulia vijana vifaa vya kazi, na bado hakutaka mtu amuite tajiri. Siku moja, Kevin alimfuata akiwa ameketi nje ya nyumba yake wakati wa jioni. "Mzee, unawezaje kusamehe watu wote waliokudharau?" Mzee Baraka alitabasamu polepole. "Hasira huzeesha moyo, mwanangu." Kevin alikaa kimya. "Mimi niliumia sana zamani, lakini niligundua kitu." "Kitu gani?" "Binadamu hubadilika wakipewa nafasi." Maneno yale yalimgusa Kevin sana. Lakini wakati huo huo, Musa alikuwa akipitia kipindi kigumu. Biashara zake zilianza kufungwa kwa madeni. Watu aliowahi kuwanyonya sasa walimkwepa. Na kila usiku alipokuwa peke yake, alianza kukumbuka namna alivyomdhalilisha mzee Baraka mbele ya kila mtu. Hatimaye akaanza kuelewa maumivu aliyokuwa amemsababishia. Usiku mmoja, mvua kubwa ilinyesha tena kijijini Kivulini. Musa alikuwa ameketi ndani ya nyumba yake akiwa ameshika kichwa. Benki ilikuwa karibu kuchukua maduka yake. Marafiki zake wote walikuwa wamemkimbia. Hakuna aliyebaki upande wake. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, alihisi upweke wa kweli. Asubuhi iliyofuata, alitembea taratibu hadi nyumbani kwa mzee Baraka. Watu waliomuona walishangaa. Hakuwahi kufika hapo hata siku moja. Alipofika, alimkuta mzee Baraka akifagia uwanja wake mdogo. Musa alisimama kwa muda bila kusema. Kisha akainamisha kichwa chake chini. "Samahani." Mzee Baraka alimwangalia kimya. "Nilikudharau, nilikutukana, nilikuona kama huna maana." Sauti yake ilianza kutetemeka. "Lakini leo nimeelewa kuwa umekuwa bora kuliko sisi wote." Machozi yakaanza kumtoka. Kevin na mama Rehema waliokuwa ndani walitoka polepole, wakishangaa kumwona Musa katika hali ile. Baada ya ukimya mfupi, mzee Baraka alimsogelea. Kisha akaweka mkono begani mwake. Kukubali kosa ni mwanzo wa kubadilika. Musa alianza kulia kama mtoto mdogo. Hakuna mtu aliyewahi kumwona hivyo. Siku hiyo ilisimama kama siku ya kihistoria kijijini, kwa sababu si tu maisha ya watu yalikuwa yanabadilika, bali hata mioyo yao pia. Mwaka mmoja baadaye, kijiji cha Kivulini hakikuwa tena kama zamani. Shule mpya ilisimama katikati ya kijiji, kliniki mpya ilikuwa imejengwa, biashara ndogo ndogo zilianza kukua, na watu wakaanza kusaidiana zaidi kuliko zamani. Lakini jambo kubwa kuliko yote lilikuwa mabadiliko ya watu wenyewe. Hakukuwa tena na kejeli kwa maskini. Hakukuwa tena na kuwahukumu watu kwa mavazi yao. Siku ya ufunguzi rasmi wa shule mpya, kijiji kizima kilikusanyika. Watoto walikuwa wanaimba, wanawake walikuwa wakipika, wazee walikuwa wakitabasamu. Pastor Ezekiel alimkaribisha mzee Baraka mbele. "Mzee huyu ametufundisha kitu kubwa kuliko pesa," alisema mbele ya umati, "kwamba utu wa mtu haupimwi kwa mavazi wala hali yake." Makofi makubwa yakatawala kila upande. Lakini mzee Baraka alisimama kimya kwa muda kabla hajazungumza. "Mimi si shujaa," alisema kwa sauti ya upole. "Nilikuwa mtu mwenye majeraha kama wengine. Tofauti ni kwamba sikuruhusu maumivu yanifanye nichukie watu." Watu wengi walianza kufuta machozi. Halafu akaongeza maneno ambayo yalibaki kwenye mioyo ya watu milele. "Ukimdharau mtu leo, hujui kesho Mungu ameweka nini ndani yake." Ukumbi mzima ukatulia. Na siku hiyo, Kivulini hakikubadilishwa na pesa. Kilibadilishwa na moyo wa mtu ambaye kila mmoja aliwahi kumdharau.